Hey, karibu sana. Hebu niulize swali. Umeshawahi kujiuliza kama zile namba unazokutana nazo kila siku, unajua, kwenye saa, kalenda, hata kwenye simu yako, kama zina ujumbe fulani hivi maalum kwako? Sasa leo ndo tunazama kwenye ulimwengu huu wa numerology, kufichua siri zilizopo nyuma ya hizi namba. Inavutia sana, sio? Yaani, hili swali si la leo. Watu amekuwa wakijiuliza kwa miaka na miaka. Kwa wengine, namba ni namba tu za kuhesabia vitu na basi. Lakini wengine wanaamini kabisa kwamba hizi namba zinaficha lugha fulani, lugha ya ulimwengu, ambayo inaweza kutupa sisi mwongozo. Basi, hebu tuone pamoja, je, kuna ukweli wowote hapa ndani? Sawa, basi, twende kazi. Ili kuelewa hizi jumbe, kuna mfumo maalum unaotumika. Na niseme wazi, huu si uchawi wala mambo ya kubahatisha tu. Hapana, kuna mantiki, kuna muundo na historia ndefu sana nyuma yake. Basi, hebu tuone huu mfumo unaitwaje na jinsi unavyofanya kazi hasa. Kwa lugha rahisi kabisa, fikiria numerology kama ramani. Ndiyo, ni kama umeshika ramani ya maisha yako mkononi. Ni mfumo ambao unatumia namba kama tarehe yako ya kuzaliwa ili kukusaidia kuelewa nishati na mwelekeo wa maisha yako kwa ujumla, au hata kipindi fulani unachopitia sasa hivi. Yaani, ni kama zana ya kukupa picha kubwa. Okay, sasa hapa ndipo kuna jambo la msingi sana ambalo lazima tulielewe. Tunapoongelea numerology, hatuongelei utabiri ule wa, unajua, kusoma kikombe au kupiga ramli. La hasha, tunasahau hayo kabisa. Hiki ni kitu tofauti, kitu cha kimkakati zaidi. Sasa angalia hii tofauti hapa. Upande mmoja tunaona inavyofanya kazi, inatuonyesha mwelekeo wa nishati, ni kama kujua upepo unavuma wapi. Inakupa dokezo la fursa na changamoto gani zinaweza kuja mbele yako. Lakini, na hili ni muhimu sana kulishika, upande wa pili unaweka wazi kabisa. Haisemi hili jambo lazima litokee, sio kwamba umeshinda bahati nasibu, ni mwongozo tu, sio hatima ambayo imeshaandikwa na haibadiliki. Na ili tuweke mambo wazi zaidi, ni muhimu sana kuondoa hizi dhana potofu ambazo watu wengi wanazo. Sikiliza, mfumo huu hauhusiani kabisa na mambo ya mizimu. Hautumii damu, hautumii kafara za aina yoyote ile. Ni mfumo tu wa kutafsiri alama za namba kiakili na kiroho. Unajikita kwenye mitetemo ya nishati. Rahisi kama hivyo. Okay, sasa tumeshaweka msingi vizuri, hebu tuingie kwenye mifano halisi. Hapa sasa ndo raha inapoanzia. Unajua, kila namba kuanzia 1 mpaka 9 ina kama vibe yake, yani maana yake ya kipekee. Hebu tugusie chache ili upate picha kamili ya jinsi inavyokuwa. Tuanze na namba 1. Hii ni rahisi kuelewa lakini ina nguvu sana. 1 inamaanisha nini? Mwanzo. Unapoiona hii namba inaweza kuwa kama ulimwengu na kuambia, haya, amka, anza sasa hivi. Ni ishara kwamba huu ni wakati mwafaka wa kuanzisha kitu kipya, iwe ni mradi, wazo jipya au hata ukurasa mpya kabisa maishani. Halafu tuna namba 4. Sasa hii ni namba ya kujenga msingi imara. Inahusiana na kazi, nidhamu na ujenzi. Yaani, inawakilisha ile juhudi, mpangilio na matunda unayopata kutokana na kazi yako ngumu na halali, ambayo ni mali. Hii ni namba ya uhalisia, ya kushika vitu, ya kujenga kitu cha kudumu. Na tukifika mwisho wa mzunguko, tunakutana na namba 9. 9 inawakilisha nini? Mwisho wa safari. Ni ishara ya kukamilisha kitu, kufunga mlango, na jambo la muhimu zaidi, kuachilia. Kuachilia yale yote ambayo hayakusaidii tena. Unafanya hivi ili upate nafasi ya kuanza upya. Na hapo ndipo tunarudi tena kwenye ile nishati ya namba 1. Sasa, ujumbe mkubwa hapa ni nini? Okay, tumeona maana ya hizi namba, lakini hii si story tu ya kufurahisha. Hapana, ni zaidi ya hapo. Hii ni zana ambayo wewe mwenyewe unaweza kuitumia katika maisha yako ya kila siku ili ujielewe vizuri zaidi. Lengo kuu hasa la numerology ni kukusaidia wewe kujifahamu kwa undani, kujua nguvu zako ziko wapi, changamoto zako ni zipi, na mwelekeo wako wa asili ni upi. Unapokuwa na uelewa huu, inakuwa rahisi sana kupanga maisha yako kwa busara,
Unajua wapi pa kuweka nguvu zako na wapi pa kuwa mwangalifu kidogo. Na huu mfano unaonyesha vizuri kabisa jinsi inavyofanya kazi kwa vitendo. Tuseme, labda namba 4 inajitokeza sana kwenye maisha yako. Ujumbe hapa unaweza kuwa wazi kabisa: njia yako ya mafanikio ya kifedha haitoki kwenye kubahatisha, bali inapitia kwenye kazi halali, kazi yenye mpangilio na yenye nidhamu. Unaona, ni kama maelekezo ya vitendo kabisa. Basi ninakuacha na hili swali la kujiuliza. Hebu fikiria kidogo. Fikiria tarehe yako ya kuzaliwa, fikiria mwaka huu tunaopitia, au zile namba ambazo unahisi zinajitokeza kwako mara kwa mara. Baada ya maelezo haya mafupi, wewe unafikiri namba zako zinajaribu kukuambia nini? Labda sasa ndio wakati wa kuanza kuzisikiliza?